Vile vile katika jamii hizi kuna maneno ya kukatisha tamaa. Yani mara nyingine ukakutana na kijana anashikamana na sunna na manhaji sahihi, lakini aambiwa maneno mara nyingine na mzazi wake, maneno ya ajabu. Yani badala ya mzazi ashukuru, alhamdulillah mwanangu ashikamana na dini, lakini mzazi ndiyo kwanza azungumza maneno ya ajabu ya kumvunja mtoto wake. Si yako katika jamii haya? Yako. Sikuna watu wameambiwa katika sisi humu, ndugu zetu waambiwa, mimi bwana, hiyo njia ulionayo siko radhi na, bora unywe pombe. Kuna watu wameambiwa haya maneno, bora unywe pombe, bora uwe mwizi kibaka kuliko njia hiyo. Nyie wazee mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno mwayazungumza mwayajua, au ndio yale maneno ya kupotosha? Yani mtoto amejitahidi, amepambana, Allah akamuwafikisha, ametambua njia ya kuelekea, ana muelekeo, lakini mzazi ndiyo kwanza wamkatisha tamaa. Na waona wewe kuliko ashike njia hiyo, basi bora awe muovu wa kupindukia. Njia ipi? Njia ya Mtume alayhi salam. Lakini haya maneno mara nyingi wazazi yanakurudieni, hamsemi tu, lakini wazazi maneno haya ya kupotosha familia zenu, watoto wenu, haya maneno yanakurudieni mara nyingi. Tumeona bwana, tunao vijana tunawafahamu, walikuwa katika jihada, wanapambana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baada ya wazazi kuwasukasuka, wazazi wao wakawapa tabu, wakaitupa hiyo dini. Leo wakoje? Yale ambayo mzazi alikuwa anayaomba ndiyo mtoto wake yuko nayo. Utamlaumu nani? Mtoto kaharibika, mtoto kawa vurugu, hasemeshwi, hasikii, utamlaumu nani? Lakini kwa sababu mzee ndio alikuwa yataka hayo, basi ndio hayo yapokee.